Fake love, ini fake love. Unasemaje? Yes. Nimwambie kaka unataka nibaki? Au nimwambie sasa hivi? Au unachagua hiki kufanya ninachokitaka? Bwana Nyachi bwana wewe. Nimwambie. Bwana. Fake love, ini fake love. Fake love, haya ndo mali. Rafiki yangu, ulikuwa na jambo gani? Kuna jambo nilikuwa nataka nikwambie. Kwa nyumbani kwako pale mazingira hayajaruhusu. Maana leo una furaha. Sio kawaida yako. Nina furaha, nina bashasha. Niambie. Nina furaha iliyopitiliza. Jambo langu nilikuwa nalitaka kwa muda mrefu limetimia. Jana nimelitimiza mwenzio. Nishapita na mcrush. Usiniambie. Kwa hiyo jana kakupa utamu. Kanipa utamu, madambu dambu anajitahidi, anaweza. Ila kikubwa tu shoga yangu kuwa makini. Kwa sababu Mkureshi na Stanza ni mtu na ndugu yake. Tajitahidi kuwa makini. Sawa rafiki yangu. Mimi naishia hapa. Haya, siku nyingine. Haya. Leo nitembelee. Nitakutembelea. Nikupe nini? Nitende lipi ili wewe uridhike? Karibu sana shemeji. Asante. Kwanza hongera sana. Maana vipimo vinaonyesha una ujauzito takriban wiki 2 mpaka sasa. Nafikiri hili swala litamfurahisha sana rafiki yangu Mr. Stanza. Nafikiri mambo yataenda kubadilika sasa. Vipi, kuna shida yote shemeji? Hapana, hamna tatizo. Okay, sasa kitaalamu zaidi kuna vitu vya kuzingatia kwa mwanamke yoyote akiwa mjamzito. Na ni muhimu sana, tafadhali naomba uvizingatie. Unatakiwa uwe unakula kwa wakati, lakini pia unafanya mazoezi kwa wakati na unapata muda mrefu zaidi wa kupumzika. Hii itasaidia kuimarisha afya yako na ya kiumbe kilichopo tumboni pia. Muhimu sana tafadhali. Tafadhali naomba uzingatie hayo. Majibu yako haya hapa. Karibu tena. Asante. Mr. Stanza. No. Karibu sana ofisini. Asante sana. Habari za majukumu? Safi kabisa. Familia inasemaje? Familia ya Mungu ana bless, nashukuru. Ndio. Asante, Mungu ni mwema. Kile kipimo ulichoniletea nilikifanyia uchunguzi na nikabahatika kugundua ni kipimo cha ujauzito. Ni kweli. Na kile kipimo kinaonyesha aliyekitumia ana ujauzito wa takriban wiki 2. Ina wiki 2? Ni mapema sana.
Hii inawezekanaje? Vipi, kuna shida yoyote Mr. Stanza? Hapana, hakuna shida yoyote. Ndio. Kuna vitu tu kidogo vilikuwa vinanichanganya lakini hakuna shida yoyote. Okay, basi hongera sana, lakini pia yako ya kuzingatia. Ndio. Kwa sababu hii mimba bado ni changa. Mkeo yuko kwenye hali ya ujauzito. Yeah. Hilo unatakiwa ulitambue. Hivyo anapaswa apewe muda mwingi sana wa kupumzika. Lakini pia ukiacha muda wa kupumzika hali vizuri. Usimsumbue katika hali yoyote ile. Ukiakiuka hayo inaweza kupelekea madhara makubwa baadaye. Aidha mkakiharibu kiumbe au kikatoka akijatimia. Okay. Wewe ni ndugu yangu sana, sipendi hilo litokee. Nikuhakikishie tu. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ni ndugu yangu sana. Sana. Hongera sana. Basi sawa, nitafanya vile ulivyoniagiza. Sawa. Shukrani. Asante. Fake love, fake love, fake love, haya ndo malipo. Fake love, fake love, fake love. Umeutoa wapi? Umeutoa wapi nini? Kitu gani? Ujauzito umeutoa wapi? Na penzi kitendawili huwezi tegwa, hata wenye nazo yanatesa mapenzi. Hivi nikupe nini? Seriously? Yeah, serious. Unaniuliza ujauzito nimeutoa wapi? Wewe si ni mume wangu? Au wewe ni nani yangu? Usinifanye mimi kichaa. Sawa? Niambie ujauzito umeutoa wapi? Kwa sababu nadhani mwenye sababu unazijua. Sawa? Tuna takribani miezi miwili hatukutana kabisa. Leo unaniambia ujauzito. Niambie ukweli. Ujauzito umeutoa wapi? Kitanda kizai haramu. Kitanda kizai haramu? Yes. Kitanda kizai haramu. Si ndo maana yake? Yana ujasiri wa moyo, haya mapenzi yanatesa wengi. Mapenzi kitendawili huwezi tegwa, hata wenye nazo yanatesa mapenzi. Hivi nikupe nini? Nitende lipi ili wewe uridhike? Fake love, fake love, fake love, haya ndo malipo. Fake love, fake love. Kwa nini uliniambia hana uwezo? Kweli kaka yako hana uwezo. Na kama sio kama mume wangu simpendi, nampenda, ila nilitaka kulinda heshima yake. Na ndio maana nilikufuata wewe ndugu yake, ili damu yake isipotee, siende kokote. Na ndio maana nilikufuata wewe. Ila mume wangu kweli nampenda. Natimiza jambo lako, si ndio? Yes. Nisikilize. Unafiki ni kitu cha ajabu sana. Wanawake ni watu hatari sana kwa hiyo. Sasa wewe hufai kwenye hufai. Hata kitu chu. Unafiki ni kitu kidogo sana. Lakini huwa kinasambaa kwa haraka tofauti na ukweli. Unafiki hauna utofauti na kile kijiti cha njiti. Ni kidubwashika kidogo tu. Lakini uchoma pori kubwa. Tofauti na ilivyo. Unafiki nao ni kwa hivyo. Unafiki unasambaa mapema tofauti na ukweli. Sikufikiria kama utatokea hivi. Na kama ni kweli, okay, tuachane na hilo. Vipi kuhusiana na hilo swala lako la ujauzito, ulijuaje?
Mimi ni mtu mzima, kwa hiyo najua hapa kama nina ujauzito au sina ujauzito, na hichi kitu nilikuwa nakitamani kwa muda mrefu. Sasa ndio maana nilikufuata ili nitimizie jambo langu. Kama ndio hivyo unavyojua kuhusu kaka yako, hana muda na mimi. Yuko busy tu na biashara zake na mambo yake. Acha kuongea uongo. Ni ukweli, sio uongo. Wewe ni muongo. Tena uongo wako ni kiwango cha juu. Ingekuwa barabara tungesema flyover. Yes. Umampakazia sana kaka yangu. Umalaya wako, uashalati wako umeleta katika familia ya Yes. Nakuchukia. Wewe. Nakuchukia. Kwa nini uniongopea? Ukampiga kijana sura ambayo sio ya kwake. Ukamsingizia vitu vingi ambavyo hakuwahi kuvifanya. Kwa nini? Sijakudanganya. Hamna kitu ambacho nimekudanganya mimi hapo. Huo ni ukweli. Kuwa kaka yako hana uwezo. Hivi unafikiri angekuwa na uwezo mimi ningekufuata wewe? Mume wangu mimi nampenda. Sio kama simpendi, nampenda mume wangu. Na nilitaka kuficha aibu ya kaka yako, ili asidhalilike, ili asionekane kuwa yuko hivyo. Ili asionekane kuwa yuko hivyo, na ndio maana nilikufuata wewe. Nilijua wewe una uwezo na unaweza. Na ndio maana nikakufuata. Sijakudanganya mimi. Hapo swala sio uwezo mama. Swala wewe ni malaya mbwa. Takataka. Hayana ujasiri wa moyo. Haya mapenzi yanatesa wengi. Penzi kitendawili huwezi tegwa. Hata wenye nazo yanatesa mapenzi. Hivi nikupe nini? Nitende lipi ili wewe uridhike? Fake love, ili fake love, fake love, haya ndo malipo. Fake love.